Basi tufungue neno lake Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, barua yake Paulo kwa mtoto wake wa imani Timotheo, mlango wa 4. Tutaanza pale 6 na kuelekea. Hili ni neno la Mungu lisokuwa na kosa wala dosari. Wakumbushe ndugu mambo hayo, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo na mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale ulioyafuata. Bali hadithi za kizee zinazokuwa za dini zikatae, nawe ujizoeshe kupata uteua. Kwa maana tukijizoesha kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo, lakini uteua hufaa kwa mambo yote. Yani unayo ahadi ya uzima wa milele na ya ule utakayo kuwepo baadaye. Ni neno la kuaminiwa, tena la stahili kukubalika kabisa. Kwa maana twajitaabisha na kujitahidi kwa kusudi hili, kwa sababu tunamtumainia Mungu aliye hai, aliye Mwokozi wa watu wote, hasa waaminio. Mambo hayo uwaagize na kuyafundisha. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Hata nitakapokuja, ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Usiache kuitumia karama ile iliyo ndani yako, uliopewa kwa unabii na kuwekewa mikono ya wazee. Yatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa wote. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na ya wale wakusikiao pia. Tuombeni. Mwenyezi Mungu Baba, tunakusifu sana siku hii ya leo. Tuomba ya kwamba utupe utulivu, na ya kwamba hata ndugu yetu ukaweza kumpa neema yako na ukawa na yeye. Na sisi sote Bwana ukatubariki tunapolisikia hili neno lako. Wakati mwingine mioyo yetu haimo tayari kusikia, maana tumesongwa na mawazo na fikra na mizigo ya maisha yetu ya kawaida. Bali tuomba ya kwamba neema yako ikatutosha katika hali zote. Nena nasi o Bwana, maana tunasikia kutoka kwako, kwake Yesu Kristo tuomba na kuamini, na watu Mungu akasema amen. Nataka kuwakaribisha tena kwa msururu mfupi ambao unasema iweni watakatifu, be holy. Na siku hii ya leo nataka kushiriki ujumbe ambaye kichwa chake ni ya kwamba tutafute kwa bidii utakatifu ama uteua, kama vile neno limetumiwa katika kifungu ambacho tumesoma. Katika lugha ya Kiingereza ni pursuit of holiness, pursuit of holiness. Title hii nimeichukua kutoka kitabu kimoja ambacho nilikisoma hapo awali, kimeandikwa na mwandishi mmoja ambaye anaitwa Jerry Bridges, ambao ameandika kitabu hiki ambacho kinaitwa Pursuit of Holiness, tafuta kwa bidii utakatifu. Lakini kabla hatujaweza kuangalia somo la siku hii ya leo, ningetaka kukumbusha ya kwamba katika msururu huu ambao tunasema ya kwamba be holy, tumeangalia utakatifu ambao chanzo cha utakatifu ama chemichemi ya utakatifu ambaye ni Mungu.
Mungu wetu ni mtakatifu. Neno la Mungu limesema kwamba hata utakatifu wake inajulikana kama holy, holy, holy. Ya kwamba sio tu haitoshi kusema mtakatifu mara moja, lakini yeye ni Mungu aliye mtakatifu. Tulisema ya kwamba utakatifu wa Mungu ndio sifa ambao imeingiana na sifa zake zingine zote. Kwa mfano tunasema ya kwamba Mungu ni mwenye he has holy love, ama he has holy anger, ama sifa zake zingine zote zinaambatanishwa na hili neno ambalo ni holy. Lakini vile vile tukasema ya kwamba utakatifu huu hutuletea faida nyingi. Utakatifu huu hutuletea faida nyingi. Hufungua milango na ili tukaweza kukaribia Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu latuambia kwamba pasipo na utakatifu huu hakuna atakayemuona Mungu. Utakatifu huu huweza kufanya hata tukaweza kuendelesha huduma ambazo Bwana ametupa. Na utakatifu huu ni utakatifu ambao umesheheni baraka nyingi za Mungu. Na hivyo basi swali ambalo ningetaka tujiulize, je, tutaweza pata namna gani utakatifu huu? Ni njia gani ambayo tunaweza jitafutia na tupate utakatifu huu? Ningelipenda pia kukumbusha wale ambao tumekuwa nao katika safari hii ya kwamba tuliweza kutofautisha kati ya utakatifu ambao unapachikwa, positional holiness, utakatifu wa Mungu ambaye anawapa kila mmoja ambaye ni muumini, na kile ambacho kinaitwa progressive holiness. Tunaposema kuhusu utakatifu ambao Mungu hutupa, ni utakatifu ambaye Mungu anawapa wale wote ambao wanakuja kuamini katika Yesu Kristo kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yake. Ningetaka ukumbuke kitabu cha Waroma mlango wa 1 mstari wa 17. Mstari huu wa Waroma 1:17 unajulikana zaidi, maana huu ndio mstari ambao Martin Luther ambaye alianzisha Uprotestanti, huu ndio mstari ambao ulimfungua macho kuona ya kwamba utakatifu wa Mungu ni wa kutoka kwa Mungu. Yeye huyu Martin Luther alikuwa a monk, alikuwa Mjerumani ambaye alikuwa ni monk na alikuwa mwanatheolojia, na alitabika sana katika moyo wake, maana kila wakati alihisi kama Mungu anamhukumu. Na kuna watu wengi kama hawa ambao kila wakati wanahisi kama Mungu anawahukumu, wanaogopa Mungu. Na hivyo Martin Luther, yeye akiwa monk ni wale ambao wanajinyima mambo yote, wanadumu katika maombi na kujifunga kwa ajili ya kutafuta utakatifu. Na hata kama alifanya mambo yale, bado hakuhisi kama ametimilika mbele za Bwana. Kila wakati alihisi kama Bwana amepungukiwa na utukufu wa Bwana. Na hivyo basi akajitahidi hata zaidi. Na hivyo akaendelea katika mambo ya kujifunga, akajitahidi katika mambo ya kujifanyia hata mwili wake mambo makali, kama kupiga magoti, kupanda mlima kama amepiga magoti, kama njia ya kutafuta kukubalika naye Mwenyezi Mungu. He tried strict discipline, lakini hakupata amani. Lakini siku moja alipokuwa kule Wittenberg, Germany, akawa na kile ambacho wasomi wanaita the tower experience. Maana hapa macho yake yalifunguka aliposoma mstari huu wa Waroma 1:17. Maana aliposoma katika mstari huu alisema hivi: kwa maana katika Injili haki itokayo kwa Mungu imedhihirishwa, haki ile iliyo kwa njia ya imani hadi imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Hata nisome katika lugha ambayo ni ya Kiingereza katika kitabu cha Waroma 1:17. For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live
by faith. Na kala zingine utakazozisoma mahala pale nasema ya kwamba a righteousness from God is revealed which is by faith from first to last. Ya kwamba utakatifu ambao tunapokea kwa Mungu ni kwa njia ya imani, sio kwa njia ya matendo, sio kwa kutaka kwake kufanya kufunga ama kwa ajili ya kutafuta matendo bora. Hapana, ni kwa njia ambayo inatoka kutoka kwa njia ya imani. It is a righteousness by faith from first to last, just as it is written, the just shall live by faith. Hivyo basi kuna utakatifu ambao Mungu anatupa, ambao ni wake, ambao hatuhitaji kufanyia kazi, ambaye Kristo alianguka pale msalabani kwake. Na hivyo basi sisi wote ni watakatifu. We are saints. Sasa geukia jirani yako mwambie meet saint so and so. Utaje jina lako mwambie meet saint so and so. Wewe unaitwa saint nani? Wewe unaitwa saint? Unajua tunajua Saint James, Saint Augustine, Saint Joseph, Saint Mary. Lakini wewe haujitaki sana saint. Lakini kuna utakatifu ambao Mungu amewapa wale wote ambao ni wa njia ya imani. Hakuna kufanyia kazi utakatifu ule, ni njia ya imani. Na Martin Luther alisema alipopokea utakatifu huu, alisema ya kwamba about this experience, alisema ya kwamba it was like the gates of paradise were open. Ni kama milango ya paradiso ikafunguka, akapata amani katika moyoni mwake, maana alikuwa nadhani mtu kama mimi nitatosheleza aje utakatifu wa Bwana. Akajua kwamba kuna utakatifu ambao ni kwa njia ya imani, ambao kutoka mwanzo hadi mwisho. Sio pale ambapo mtu anasema nisaidia hapa pengine nitajisaidia. Kutoka mwanzo hadi mwisho utakatifu huu watoka kwa Bwana. Na ashukuriwe Mungu ambaye anatupa utakatifu wake katika njia ya kutakasa. Na hivyo katika njia moja wewe ni mtakatifu. Lakini that is positional holiness. Baada ya kuwa hivyo, basi neno la Mungu linasema kwamba kama vile ulivyo mtakatifu, basi iwe mtakatifu. Baada ya kuwa mtakatifu, sasa tumeulizwa tutafute utakatifu. Ni kama vile ambavyo nilivyo kusoma katika masomo ambayo tunasoma. Unasoma primary, unaenda secondary, unaenda university. Siku ya kugraduate, unajua kwamba kuna graduation ambazo zinafanyika hivi karibuni. Yule ambaye ni kiongozi wa graduation, baada ya kupewa certificate, anasema ya kwamba I now give you the power to. Sasa mimi kule kwetu tumetoka ushago. Unajua sisi wa Kikuyu tuna shida ya. Sasa mimi katika utotoni mwangu nilikuwa ninajua ya kwamba unapo graduate unapewa the power to lead. Kuongo? After all, si umesoma? Sasa mimi nilistuka sana wakati nilienda nikaangalia kwamba haisemi ya kwamba the power to lead, inasema the power to. Sasa nikashangaa, kwani mlikuwa mnadhania nilikuwa nafanya nini primary na secondary na miaka 4 ambao nimekuwa college? Lakini wakati ule wote sasa ndio unapewa the power to read. Sasa Bwana amesema nimekuokoa, nimekutakasa, umekuwa mtakatifu, na kama ulivyo mtakatifu sasa enda kuwa mtakatifu. Sasa ndipo neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 14. Huu ndio mstari ambao tunataka kuzingatia sana. Tafuteni kwa nini? Kwa bidii. Geukia jirani yako mwambie kwa bidii. Mwambie tena kwa bidii. Unajua kuna mambo mengine ambayo tunafanya half-hearted, kuna mambo mengine ambayo tunafanya lakini ni kama hatutaki. Tunatafuta haya kwa bidii. Na sitaki uangalie maneno ambayo yanafuata, tafuteni kwa bidii. Angalia ruka hiyo, kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Hili neno linamaanisha hivi, tafuteni kwa bidii huo utakatifu. Ukiruka mstari hiyo ambayo imeandikwa mahala pale, inasema kwamba tafuteni kwa bidii huo utakatifu. Utakatifu ambao Mungu ameweka ndani yako, utafute sasa. Sio kwa moyo ambao hauna bidii, bali kwa moyo ambao umejaa bidii. Utakatifu huu ambao Bwana ameweka ndani yetu itatugharimu sisi wenyewe kuweza kutafuta kwa bidii zaidi, na ili tukaweza kupata utakatifu huu. Hautakuja kwa ajali, hautakuja kibahati,
By the way, it doesn't come by accident or by default. Mili yetu ikawachwa pasipo na bidii ya kutafuta utakatifu, it will always gravitate towards sin. Mili yetu itaenda katika hali ya dhambi. Mili yetu kwa kawaida itasongea hali ya dhambi. Kitabu cha Hibrania 12 inasema dhambi ambayo inatungangania kwa urahisi, ya kwamba hii dhambi haiko mbali na sisi, inatungangania. Na hivyo basi kama tutafuti utakatifu kwa bidii, dhambi inatungangania. Na siku hii ya leo, kama kuna kitu ambacho ningetaka kusema, ni ya kwamba Bwana akatupa neema ya bidii ya kutafuta utakatifu. Neema ya bidii ya kutafuta utakatifu. Maana wacha nikuambie, ukalala dakika moja, ukasinzia dakika moja, usidhani ya kwamba utaenda katika hali ya utakatifu. Ni ya kwamba utakatifu ni lazima utafute kwa bidii. Kwa bidii. Paulo akiandikia mtoto wake Timotheo, kifungu ambacho tumesoma, anamwandikia maagizo ya jinsi ambavyo Timotheo atakuwa mtakatifu. Na anamwambia Timotheo, nataka ujue ya kwamba ningetaka wewe uwe mtakatifu, uwe na uteua. Na siku hii ya leo ningetaka kujua jinsi ambavyo wewe utakao kuwa na utakatifu. Anamwambia, na ili uwe na utakatifu Timotheo, kula vizuri, feed well, lishe bora. Yaani anamwambia katika mstari wa 6, sijui kama umeshika yale, katika mstari wa 6 amesema ya kwamba Timotheo, nataka uendelee uwakumbushe ndugu mambo haya, mambo ambayo yameandikwa katika neno lake Mwenyezi Mungu, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo na mzoefu wa maneno ya imani, word of truth, word of faith, na maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata. Anamwambia Timotheo, ningetaka ufanye hivi na ili uwe mtu ambaye utazingatia utakatifu. Uachane na hadithi ambazo zimetajwa hapa, na wametumia jina ambalo ni ngumu ya hadithi hizi, maana zimeitwa hadithi za kizee. Katika lugha ya Kiingereza imesema old wise folks, ya kwamba hizi hadithi ni za kizee. Timotheo, wacha nikwambie, kuna mambo mengine ambayo hayataleta uteua. There is that which will not build you up spiritually. Old wise folks hazitaweza kuweza kujenga vizuri. Nataka uzingatie, nataka ujue ya kwamba Timotheo, na ili ukuwe na nguvu, zingatia hili neno. Na ndiposa hata unapoendelea na somo hili ambao tumesoma siku hii ya leo, anamwambia Timotheo ya kwamba usiache mstari wa 13, hata nitakapokuja fanya bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Anamwambia Timotheo, wacha nikwambie, kama kuna kitu ambacho kitakacho kubadili wewe, kama kuna kitu ambacho kitajenga tabia ya Kristo ndani yako, kama kuna kitu ambacho kitaweza kukufanya uwe mtakatifu, ni hili neno. Zingatia hili neno, fundisha hili neno, endelea katika hili neno, na ili watu wote waendelee. Anapomalizia mahala pale, anamwambia kwamba jitunze nafsi yako na mafundisho yako, what you believe, your doctrine. Anamwambia Timotheo, zingatia kula vizuri. Timotheo, hizi hadithi za kizee katika ni figure of speech ambaye anatumia mahala pale, ni mafundisho ambayo yalikuwa kule Ephesus ambapo Timotheo alikuwa mchungaji, na mafundisho haya yalikuwa yanaonekana kama ni ya upevu wa juu wa kiroho. They were religious. Ni mafundisho ambayo watu walikuwa wanapenda sana, lakini hayakuwa na Kristo ndani yake, hayakuwa based na neema ya Mungu, na hivyo basi hayakuwa ni mafundisho ambayo yanaweza leta tofauti katika maishani mwa Timotheo. Sijui wewe ni mafundisho gani ambayo unazingatia? Sijui kama unazingatia neno lake Mwenyezi Mungu ama ni hadithi za kizee ambazo unazozingatia. Maana hili neno lina nguvu za kutufanya tuwe watakatifu. Timotheo wa pili mstari wa 3:16, Paulo anaendelea kumwambia Timotheo mahala pale. Timotheo wa pili 3:16, 2 Timothy chapter 3, kila andiko limevuviwa na Mungu na lafaa kwa mafundisho, kwa kuonya watu makosa yao, kwa kuwaongoza na kwa kuwafundisha katika haki.
The word is able to train you in righteousness. Yani mwalimu wako wa kukufundisha kuwa mtakatifu ni hili neno. It is the one that is able to train you in righteousness. Na ndiposa hata mwandishi wa Zaburi akasema ni jinsi gani kijana atakayeweza kuishi maisha ambao ni safi, ni kuishi kulingana na hili neno lako. Na anasema ya kwamba hili neno lako nimelificha moyoni mwangu, na kulificha hili neno lako moyoni mwangu nisije nikalitenda dhambi. Wacha nikwambie, hili neno ndilo mwalimu wetu wa kutufundisha. Huu utakatifu tunaotafuta kwa bidii utapatikana katika hili neno. Huu utakatifu ambao tunatafuta kwa bidii hautapatikana katika nguvu zetu za kutafuta hili neno. Nashukuru Mungu kwa ajili ya memory verses ambao watoto wamesema siku hii ya leo. It is one way to train ourselves in righteousness. Maana hili neno ambalo limevuviwa na Mungu, hili neno ambalo lina nguvu za Mungu, linapokuja kwetu, it trains us in righteousness. It trains us in righteousness. Amen. Jambo la kwanza ni lishe bora. Ulikule neno vizuri kama utahitaji kupasuu holiness. Jambo la pili napata katika mstari ule wa 7 katika kifungu ambacho tumesoma, inasema ya kwamba nawe ujizoeshe kupata uteua. In English inasema train yourself to be godly. Train yourself to be godly. Jizoeshe, mazoezi. Train yourself to be godly. Hili jina jizoeshe ni jina ambalo katika Kigiriki linaitwa gymnae. Ukisikia jina gymnae unasikia kama kuna jina gani? Gym, exactly. Watu wanasikia gym. Lile jina gymnastics linatoka katika jina la Kigiriki gymnae, jizoeshe. Haya, uliza mwenzako, umeshaenda gym? Unajua kuna wale ambao wameenda gym, kuna wale ambao hawaendi gym. Na ni vizuri tu kama hauendi gym, tuseme ya kwamba kila mtu aende gym, lakini kuna wale ambao wanaenda gym. Na wacha nikwambie, wanasema ya kwamba kati ya watu ambao huregister kwenda gym, wakiregister watu kwenda gym, baada ya mwezi mmoja 65% wanakuwa wame drop out. 65% ya watu ambao huregister gym, hata New Year ukiangalia resolutions za watu New Year, utasikia mtu amesema kwamba resolution number 1, I'll hit the gym this year. Wacha ifike February, muulize bado unaenda gym? Aliacha. Anaambiwa kwamba jizoeshe. Timothy, kuzoea, mazoezi haya ni mazoezi ya nguvu. Ni mazoezi ambayo yanafanya mtu akate jasho. Wacha nikwambie, kukua mteua ni bidii. Ati nini? Na watu wengi wamekata tamaa. Na ndipo unaona Wakristo hata wamezoea kukaa katika hali ya dhambi. Maana training yourself to be godly is not easy. Ni kama kwenda gym. Ni kama zile timu ambazo ziko katika World Cup. Wacha nikwambie, unajua kukimbia for 90 minutes sio mchezo. Sasa ndio ningetaka kujua kama tuko in good shape. Tukaleta mpira pale tuanze kukimbia. By the time watu tunapita 20 minutes, wengine wamekaa chini. Maana unahema. Lakini yule ambaye anacheza World Cup amefanya mazoezi sawa, amepiga tizi sawa, hata haemi. Na wakati mwingine ni chungu. Watu huacha gym maana kuna kuumwa kwa misuli, kuna kuumwa kwa mikono, unaacha kabisa. Paulo anamwambia kwamba train yourself to be godly. Ya kwamba uteua huu huja katika hali ya mazoezi. Unapojizoesha jambo linakuwa ni kawaida. Wale ambao wanafanya utafiti wa tabia wanatuambia kwamba it takes 21 days to build a habit. Ya kwamba ukifanya jambo continuously for 21 days utaanza kujenga habit. Kuna wengine ambao hawezi wakaomba hata dakika moja hapa. Yale maombi sana marefu ambao wameomba ni kusoma Mungu, oh God bless me. Na baada ya dakika moja haujajizoesha. Wacha nikwambie, wale ambao huomba masaa, they train themselves to pray for long hours. Wale ambao husoma neno la Mungu in long chapters, it is training. Ni kujitrain kukosa hasira, ni kujitrain kuwa na upendo, ni kujitrain tabia ya kiungu. Ambia jirani yako, train yourself. Ni wewe mwenyewe. The onus is on you. Wacha kuangalia kama Mungu atafanya kazi yake. Hapana. The reason why una hasira, the reason why una greed, the reason why una tabia ambayo si ya kiungu ni kwa vile ya kwamba you're not applying effort.
You're not applying effort. Mungu amekuweka huru. Sasa ile kazi ambayo imebaki ni wewe. Unajua, nataka upige picha mtu ambaye amefungwa korokoroni, amefungwa mikono na miguu, ni ya room ambayo imejaa giza. Na katika room ile mlango ni mkubwa wa chuma umewekwa, hawezi akatoka nje. Na kila mwaka yuko mahala pale amefungwa. Na amefungwa na minyororo hii yote na hajakatoka. Hata amekosa tamaa ya kuendelea. Yaani wakati ambapo alikuwa anajaribu hata amekosa tamaa ya kuendelea. Lakini siku moja mfalme anamhurumia. Anasema ya kwamba yule mtu mfungueni minyororo, fungueni mlango wa prison na ili atoke. Na wekeni mwanga katika prison. Lakini kumbe ile jela iliingia katika mafikirani mwake. Hata kama mlinzi atakuja na agonge minyororo ifunguke, hata kama milango ambayo imefungwa imefunguliwa, yule anabaki kukaa pale kwa kona, hataki kwenda kwa uhuru wake. Anabaki pale tu kwa kona. Hakuna kitu ambacho ungefanya juu ya dhambi zako. Ulikuwa umefungwa minyororo na yule mwovu shetani, haungeweza kujitoa mahala pale. Lakini yeye Mwenyezi Mungu aliye shujaa wetu amevunja minyororo. Lakini wengi hatuwezi tukajitrain kuinuka. Hatuwezi tukajitrain kuondoka mahala pale na kwenda nje na kufurahia uhuru ambao Mungu ametupea. We have to train ourselves. Shetani ni muongo. Maana mara nyingi tulizoea hali ya kutokuwa na furaha, hali ya kutokuwa na amani, kutokuwa na uvumilivu, kutokuwa na utu wema, kutokuwa na fadhili, kutokuwa na uaminifu, kutokuwa na upole na kiasi. Tulizoea ile hali tulipofungwa. Lakini sasa Mungu anasema ya kwamba nao nimekufungua mtoto wangu. Go and enjoy the freedom. You have to train yourself. I know miguu yako inaweza kuwa weak. I know mikono yako inaweza kuwa weak. Lakini training is one step at a time. Sio kama umeshaona mtu ambaye anafanyiwa therapy kwa vile hajakatembea. Wakati mwingine ukawa na shida ya mwili na uwezi kutembea, wale ambao ni wanakufanyia therapy wanaanza kukufunza kama mtoto. You start taking baby step. Wanaanza kukuonyesha tu hata kusimama. It's a big achievement. It's a big achievement hata kusimama. Na wacha nikwambie hata wengine wetu siku hii leo, we have to train them to stand up and to applaud you when you stand up. Maana it's a big achievement. Maana ni miaka mingi ambao hujasimama. Train yourself to walk. Chukua hata kama ni hatua moja. Usiendelee kukaa tu mahala pale. Chukua hata kama ni hatua nyingine. Train yourself to be godly. Paulo anamwambia Timotheo, my son, usikatosheleke. Dhambi zinaweza kufanya ukatosheleka. Na ndipo hata watu wengine they have given up on fighting addiction in their life. Mtu ame give up kufight dhambi katika maishani mwao. Amewezwa. Hata kama Yesu Kristo amekutangazia uhuru, mtu anaweza kainuka akatembea. Lakini neno la Mungu kama linasema train yourself. Jipe nguvu. Train yourself. If you look at giants of faith, ni kwa vile they started by taking baby steps. Walianza kuchukua hatua moja baada ya nyingine. Training yourself. Training yourself. Jambo la tatu, na hitu sikakae mahala pale sana. Unapojitrain, model. Utakujitrain, model. Sijui kama umeshaona, tusome neno la Mungu kwanza. Anasema hivi: kwa maana kujizoea kupata nguvu kwa mwili kwa faa kidogo, lakini uteua hufaa kwa mambo yote. Hiyo ndio jamu ya kwenda, hiyo ndio verse ya kwenda gym, ya kwamba bodily exercises of some value, but godliness has value for all things. Yani unafaa hadi uzima wa sasa na ule utakaokuwa baadaye. Ni neno la kuaminika na tena lastahili kukubalika kabisa, kwa maana twajitaabisha na twajitahidi na kusudi hili, kwa sababu tunatumaini Mungu aliye hai, aliye mwokozi wa watu wote, hasa waaminiao. 12 Luka 11, mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo. Anamwambia Timotheo katika safari hii ya kuwa mteua, I want you to kuwa kielelezo. I want you uwe mfano bora kwa watu ambao wanaoamini.
uwe mfano bora kwa watu ambao wanaamini. Be a model. Watu ambao huenda kufanya modeling hufunzwa jinsi ya kutembea. Unajua unadhania kama modeling tu ni jambo tu la kawaida. It is a training ambao watu wanatrainiwa how you exactly put your shoulders, how exactly you lift your eyes, where you focus your eyes, vile ambavyo unavyotembea. Na ndiposa models hutembea in a particular way. They are doing modeling. Wanafanya modeling na ili wakaweza kupewa taji. Hivi ndio Paulo anamwambia Timotheo, uwe kielelezo bora, uwe na kiwango katika usemi, mwenendo, usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Mambo matano mahala pale. Anamwambia Timothy, I want you to be an example. I want to be a model in faith, in speech, in conduct, in faith, and in purity. Anaanza kusema mahala pale uwe katika mtu mzuri katika maneno yako. Situombe Mungu atusaidie katika kutafuta uteua ya kwamba we build a standard in our speech. Na ili maneno yetu yakuwe yamekorea katika neema ya Mungu, kama vile neno la Mungu linavyotuambia ya kwamba maneno yetu yawe yamejaa wema. Timotheo nataka ya kwamba ukisema kule Efeso, hata maneno ambayo utakaosema yawe ni maneno ambayo yanaonyesha utakatifu, yawe ni maneno ambayo yanaonyesha utakatifu, yawe ni maneno ambayo yanaonyesha utakatifu. Kuna mtu ambaye ni Mkristo na hata akifungua kinywa chake, hata nikwambie mahala pale, ni kama mwingine alisema ya kwamba it's like verbal diarrhea. Yani ni kama mtu maneno machafu yajai mtoka kinywani mwake. Unajua siku hizi hata hii mambo ya kutumia curse language imeanza kuingia katika culture yetu kutokana na watoto kuona video na mitandao. Niliona msichana mwingine katika mazishi moja, sijui ilikuwa ya mama yake, sijui kama uliona video ile. Alisimama na maneno aliyosema mbele za watu. Yani hata unashangaa ni jamii aina gani ambayo tunaoinua katika wakati wa sasa. Na wacha nikwambie, njia moja ambayo hata watu wamekuja kutopenda Kristo ni kwa ajili ya maneno ya watu wengine. Vile ambavyo watu wengine wanavyotumia maneno. Njia moja ya kutafuta utakatifu ni vile ambavyo unavyoongea, ni vile maneno yako yanavyotoka, ni neema ambayo inakuwa katika maneno yako. That's how people measure holiness in you, kwa ajili ya maneno ambayo unayoongea. Maana kutokana na mdomo wa mtu unena yaliyo moyoni mwake. Ndio kioo cha yaliyo moyoni mwako. Kujua utakatifu ulio moyoni mwako ni kujua maneno ambayo unaongea. Paulo anamwambia Timotheo, nataka uweke kiwango cha juu cha maneno. Kutafuta utakatifu ni hata maneno ambayo unatumia. Sijui ni maneno gani ambayo ulitumia kuhusu mke wako asubuhi hii ya leo, ama mume wako, ama watoto wako. Na hili sije kanisani ya kwamba tunatumia maneno mazuri, lakini ukienda kule nyumbani unatumia maneno mabaya. Unajua hakuna kitu kigumu kama shuhuda ambazo mchungaji anasikia wakati mwingine. Wakati mwingine unasikia mtu anakuja kuambia mchungaji, mchungaji, mama nani ni mshirika kwako. Yule mama wacha nikuambie, akianza kuongelesha wake wa vijana wake, hata utatoka mahala pale. Maana maneno ambayo yanatoka kinywani mwake, hata utadhani ni mtu Mkristo ama anajuana na Mungu. Na hapa ndipo ambapo kiwango kiko. Paulo anamwambia Timotheo, I want you to be a model in speech. Katika speech. Na vile katika tabia, in conduct, vile ambavyo watu wanavyokuona Timotheo, wacha mwenendo wako uonekane. Maana godliness, uteua sio jambo la kuongea theory, sio maneno mingi, sio vile ambavyo Wakenya wanasema Kiingereza mingi. Ni matendo yako, vile watu wanavyokuona, in conduct, katika jinsi ambavyo mwenendo wako ulivyo, na katika jinsi ambavyo unavyopenda watu, na katika imani. Na watu wengi siku hii wale wanaacha Ukristo sio kwa ajili kuna shida kanisani. Nilikuwa naogopa ya kwamba watu wengi wanaacha kwa vile ati wamekosewa kanisani. The number one reason why people are living church ni kwa ajili imani yao inapungua.
They are having a crisis of faith. Paulo anamwambia Timotheo, jaza imani yako hata kukiwa na shida, hata jua liwake na mimea ikauke. Zingatia imani Timotheo, na usafi. Be pure. I don't want to talk about purity, maana there is a sermon on that. Lakini wacha nisimame hapo katika hali ya purity. Nisema hivi, Paulo anamwambia Timotheo, tafuta utakatifu katika hali hii ya jinsi ambavyo unaweka modeling katika maishani mwako. Na jambo la mwisho, na tumalize mahala pale, anamwambia Timotheo ya kwamba katika kutafuta holiness, linda sana maisha yako. Shetani angetaka uendelee vizuri, na ndiposa mahala pale kwa kumalizia anasema kwamba jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Dumu katika mambo haya, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wanaokusikia pia. Kumbe wokovu ni kuhusu kulinda wokovu wangu. Kumbe uteuwa ni kuhusu kulinda wokovu wangu, na hata kulinda wa wale wengine ambao Mungu ameniweka chini yao, wale ambao wanaokusikia. Unapotafuta utakatifu haitakuwa jambo rahisi. It will be difficult, na wakati mwingine you will be tempted to give up. When you are tempted to give up, remember, it is not only for your salvation, but it is salvation of those who hear you, those who watch you. Many of you, ni kuhusu watoto wenu, ni kuhusu wale Mungu ameweka chini yenu. And I pray that we fight this battle of holiness. Maana tukiipoteza, tutapoteza wale wako chini yetu. Guard it jealously. Maana by guarding it, we'll save ourselves and those who hear us. Wakati mwingine najiuliza, na ukienda kuzimu, asiombi uende kuzimu, ambia jirani yako siendi kuzimu. The other painful reality baada ya kuwa kuzimu itakuwa kuona mtu mwingine ambao ulimuadhiri akuje kuzimu. Itakuwa ni too bad wewe mwenyewe umeenda, lakini the other painful thing ni kuangalia mtoto ambaye Mungu alimkabidhi, wafanyikazi ambao walikuwa chini yangu, majirani ambao walikuwa chini ya ushawishi wangu, wote kwa vile si kulinda. I did not guard holiness. Holiness ni lazima we guard. Guard your mind. Guard your thoughts. Guard your action. Guard what you do. Holiness, guard it. Itafuta kwa bidii, lakini sio tu kuitafuta. Linda kile ambacho Mungu amekupa. Don't compromise. It will be so painful for us to compromise. Tuombeni pamoja. Mwenyezi Mungu, umetuuliza katika neno lako tutafute utakatifu kwa bidii. Na hili ndilo ombi langu siku hii ya leo. Wakati mwingine sisi utafuta mali kwa bidii, wengine wanatafuta masomo kwa bidii, wengine wanatafuta umaarufu kwa bidii, wengine huzijenga talanta ambazo umewapea kwa bidii, lakini mara nyingi hukosa bidii katika kutafuta utakatifu. Bwana, sasa kwa vile umetufunza, tujalie bidii katika kutafuta utakatifu. Maana neno lako latuambia kwamba pasipo na utakatifu hakuna atakayemuona Bwana. Bwana, tunaomba ya kwamba tusikajifanye tuna bidii. Na hivyo basi Bwana, tunaomba ya kwamba utuondolee bidii ambayo ni ya katikati, lakini sasa utupe bidii katika kutafuta utakatifu huu. Tunaomba Bwana, katika kutafuta bidii na utakatifu huu, wacha hili neno lako likajengeke katika maishani mwetu, na sio hadithi za kizee, mambo ambayo yasiyosaidia. Muda tumepoteza katika hadithi za kizee, mambo ambayo hayana umuhimu wote wa kiroho. Sasa Bwana, tupe yale ambayo yana nguvu za kiroho. Tujalie Mwenyezi Mungu. Tuomba Bwana utujalie neema yako. Na ili Bwana, katika kufanya hivi tujizoeshe utakatifu. Tuomba sasa tujizoeshe kuenenda katika tunda Roho Mtakatifu.
Tujizoeshe upole na utu wema na kiasi na uvumilivu. Bwana, tujizoeshe kuwa na self control. Maana Bwana, katika kujizoesha mambo haya tutapata nguvu katika maisha haya. Shetani muongo amefanya watu wengine wahisi ya kwamba hawana nguvu za kuvunja minyororo ya dhambi, lakini umetutangazia siku hii ya leo minyororo yote imevunjwa. Sasa Bwana, tujalie neema ya kusimama kuenenda katika uhuru ambao umetupa katika kujizoesha. Tunaomba uvumilivu. We pray for diligence. Tunaomba Bwana utupe subira katika kujizoesha utakatifu. Tujizoeshe maombi, tujizoeshe kusoma neno hili lako, tujizoeshe hata kujinyima chakula kwa ajili ya uteua. Tujizoeshe mambo ya kiroho, that we train ourselves to be godly. Bwana, naomba katika kuomba haya mambo utainua kiwango, that you raise a standard, ya kwamba tutatosheka tu, ya kwamba Bwana tutakuwa watu ambao ni wa kiwango katika usemi wetu, katika mienendo wetu, katika upendo tutakuwa na kiwango, katika imani tutakuwa na kiwango. Tuinuliwe viwango, Mwenyezi Mungu. We refuse to settle for compromise. Tunaomba viwango vikainuka, na ili katika viwango ambavyo unavyopima tukawa na kiwango cha juu. Bwana, tuomba ya kwamba ukishatupa utakatifu huu, that we watch over our lives. We watch over our lives. That none of us will be careless. Lakini Bwana, will jealously guard holiness in our life. Yule mwovu shetani angetaka kuchukua utakatifu, lakini Bwana tunaomba ya kwamba ukatupa neema ya kuguard utakatifu ambao umetupa. Tubariki Mwenyezi Mungu, kuwa nasi na tupe uteua. Maana kwa Yesu Kristo tuomba na kuamini, na watu wa Mungu kasema, watu wa Mungu kasema amen. Amen. Asante.